Yesu ni mwema. Yesu ni mwema siku zote za maisha yetu. Namtukuza Simba wa kabila la Yuda, Mwokozi wa ulimwengu, Simba wa kabila la Yuda. Nasema mtu akinitumikia Baba nitamheshimu. Nasema mtu akinitumikia na anifuate nilipo, ndipo na mtumishi wangu atakapokuwa hapo. Tena mtu akinitumikia Baba atamheshimu. Kwenye kitabu cha Yohana sura ya 12 mstari wa 26, na ndo ujumbe wa Yesu Kristo wa Nazareti. Anasema mtu akinitumikia na anifuate nilipo, ndipo na mtumishi wangu atakapokuwa hapo. Tena mtu akinitumikia Baba atamheshimu. Mtumikie Yesu kwenye siku za maisha yako. Mtumikie Yesu kwenye siku za maisha yako. Tunakufa, tunaondoka, wala turudi tena. Itumie nafasi. Tumia nafasi. Itumie nafasi ya maisha yako katika siku za mwisho. Nafasi yako ni sasa. Yesu anarudi. Ndio maana anasema mtu akinitumikia Baba atamheshimu. Tumikie Yesu kwenye siku za uhai wako. Nafasi ni sasa. Nafasi ni na hizi ndo nyakati za mwisho. Ni nyakati za mwisho. Tumia maisha yako sawa sawa. Tunaondoka wala haturudi. Tumikie Yesu. Mtumikie Mungu katika siku za ujana wako. Nafasi haiji mara mbili. Nafasi ni ujanani. Vijana, mpokee Yesu, ni siku za mwisho. Kubali kuokoka kwa usalama wa maisha yenu. Habari njema kwa watu wote. Nafasi ni kwenye ujana. Utumie ujana wako kisawasawa katika siku za uhai wako. Ndio maana neno linasema kwenye kitabu cha Mhubiri sura ya 12 kuanzia mstari wa 1. Biblia inasema mkumbuke Muumba wako siku za ujana. Nafasi ni ujanani. Hakuna nafasi inayoweza kupatikana vema ya kuitumia kama nafasi ya kwenye ujana. Ujana ni nafasi pekee. Ujana ni msingi wa maisha ya kiroho. Nafasi ya ujanani. Na ndio maana Biblia inasema Yesu alianza kutumika kuhubiri Injili akiwa na miaka 30. Habari njema zikaanzia hapo. Nafasi haiji mara mbili. Itumie nafasi katika siku za uhai wako ya kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Kutembea na Yesu kwa uaminifu pasipo kujichanganya na maovu. Nafasi ya ujanani. Kwa habari ya Mungu, Mungu anatafuta na Mungu anaabudiwa. Itumie nafasi ya ujanani. Mkumbuke Muumba wako siku za ujana. Ni nafasi pekee inayopatikana ya kipindi chenye nguvu. Ni kipindi kichache, lakini ni kipindi ambacho unatakiwa ukitumie kufa kupona. Tunakufa wala haturudi tena, na baada ya kifo ni hukumu. Itumie nafasi katika siku za uhai wako. Habari njema kwa watu wote. Mtumikie Yesu kwenye siku za uhai wako. Kwenye nyakati za mwisho Mungu atakusaidia
Kwenye kitabu cha Yohana Mtakatifu Yohana Mtakatifu sura ya 3. Sura ya 3, kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 3 na ule mstari wa 19. Yesu anasema, na hii ndio hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni na watu wakapenda giza kuliko nuru. Anasema hii ndio hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni na watu wakapenda giza kuliko nuru. Yesu amekuja duniani, anajisema yeye ndiye nuru, na watu wakapenda giza. Giza maana yake wakapenda matendo ya shetani. Hakuna kitu kibaya kama umeletewa msaada, kama umeletewa wokovu, kama umeletewa nuru na ukapenda giza kuliko nuru, hasa kwenye siku za mwisho. Tumia muda wako. Maisha haya sisi ni wasafiri na wapitaji, na ukijijua kwamba wewe ni msafiri, tumia nafasi kwenye siku za maisha yako. Wokovu, nafasi ya wokovu haiji mara mbili. Bwana ametoa uzima bure na kila atakaye atapata bure. Ni nafasi yako pekee ya kuitumia. Nafasi haiji mara mbili. Ukiwa na afya, itumie nafasi. Ukiwa na afya, itumie nafasi, kwa sababu dhambi iko kutafuna watu. Si wazungu, si wa Afrika, si wa Arabu, si wa China. Bwana ametoa uzima bure. Yesu ametoa uzima bure na kila atakaye atapata bure. Ndio maana kwenye kitabu hicho cha Yohana Mtakatifu sura ya 3 mstari wa 19 anasema hii ndio hukumu ya kwamba nuru imekuja ulimwenguni. Nuru imekuja ulimwenguni. Tafsiri yake, Yesu amekuja duniani na watu wakapenda matendo machafu, wakapenda giza kuliko nuru, na hiyo ndio hukumu utakayohukumiwa bila kuhurumiwa. Maisha bila Yesu, tutaona hatima ya mwisho wa maisha yenu. Uliumbwa na utahukumiwa. Hakuna jambo baya uletewe maonyo uyapinge na kuyakataa. Na hii ndio hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni na watu wakapenda giza kuliko nuru. Wakapenda mambo ya kishetani, mambo ya uzinzi, uchafu kuliko mambo ya kimungu. Achana na dhambi, dhambi inaua. Achana na dhambi, dhambi inaua. Achana na dhambi, dhambi inaua. Bwana ametoa uzima bure. Kila atakaye atapata bure. Amen. Yeah.